Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpenzi mtazamaji, na kukaribisha katika chaneli yetu ya Ukhti Feti Online TV kwa ajili ya kupeana faida mbalimbali pamoja na elimu inayohusiana na masuala mbalimbali katika dini yetu. Leo mpenzi mtazamaji, nataka nikupe faida ambayo wewe mwanababa au mwanamama ambaye una matatizo na matatizo yenyewe yamekuwa kwako, yamekufunga, haujapata ufumbuzi mpaka hapo ulipo. Huelewi nini cha kufanya, huelewi nini chanzo cha matatizo uliokuwa nayo. Sasa basi, ili kuendelea kupata taarifa, kupeana elimu na kupata update ambazo kila siku utazitoa kwetu sisi Ukhti Feti Online TV, na kusihi endelea kusubscribe ili uendelee kupata elimu na ujuzi tutakaokuletea. Sasa basi, nilisema leo nataka nikupe faida ambayo wewe mwanadamu, wewe ndugu yangu, wewe mwanamama, wewe mwanababa ambaye unatatizwa na jambo lolote ambalo unaliona kwa jambo hili hapana, umelifikiria sana, bado hujapata ufumbuzi mpaka hapo ulipofikia. Pengine inawezekana ni jambo ambalo la muda mrefu linakutatiza, labda hapo ulipo wewe unaumwa, una maradhi, lakini maradhi hayo umeshahangaika sana, hujui nini chanzo, nini tatizo, umeshamaliza kila hospitali. Au pengine labda una jambo ambalo linakusibu katika ndoa yako, katika maisha yako, ambayo unahisi kabisa hapana, hili si jambo la kawaida, lakini hujui ufanye nini ili kulitatua, hujui uanzie wapi ili kujua chanzo cha lile tatizo. Sasa leo nataka nikupe hii sura ambayo wewe utakwenda kupambana nayo. Upambane nayo sura hii, uisome ili ujue tatizo lako. Na sura yenyewe hii, jambo la mwanzo kabisa, ili upate kupambanuliwa hilo jambo lako, lazima uwe umelala usingizi. Kwa maana ukilala usingizi, akili pia inatulia, kunakuwa kuna utulivu pale unapatikana ndani yako. Hivyo basi, ukiwa usingizini, endapo utaisoma sura hii kisha ukalala, basi ufumbuzi utaupata ukiwa usingizini. Utalijua tatizo, utajua chanzo, utamjua hata mbaya wako kama utakuwa una sihiri au umerogwa. Sasa usome sura gani? Sura yenyewe moja kwa moja utasoma surati Dhuha, kwa maana wadduha wallaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Hapa utasoma surati Dhuha, lakini hautaimaliza. Utasoma sura hii mpaka aya ya 7, na aya ya 7 ndiyo hiyo nilipokomea hapo, inasema wawajadaka dhallan fahada. Hiyo ndio aya ya 7 katika surati Dhuha. Sura hii hautaimalizia, utaishia hapo kwenye aya ya 7. Nasisitiza, utaishia hapo kwenye aya ya 7. Hapa ndipo kwenye shina la ufumbuzi wa matatizo yako. Kwanza, hii sura utaisoma mara 7, mwisho kwenye aya ya 7. Lakini kwa mara ya kwanza utakaposoma, ukifika hapo kwenye aya ya 7,
wawajadaka dhallan fahada. Hapo utairudia tena kwa mara 7. Utasoma aya hiyo mara 7. Ukishamaliza kusoma hapo hiyo aya mara 7, basi utaanza tena kuisoma Suratul Duha mwanzo mpaka kwenye aya ya 7. Ukifika tena kwa mara ya pili kwenye aya ya 7, utaisoma hiyo aya ya 7 mara 7. Utarudi tena juu kwa mara ya 3, utaisoma mpaka kwenye aya ya 7 mara 7. Hiyo aya ya 7 utairudia mara 7. Utarudi tena kwa mara ya 4 mpaka kwenye aya ya 7, hivyo hivyo mpaka utakapofika ile sura utakapokuwa sasa hesabu zako zimefikia 7, yani ile Suratul Duha utaisoma mara 7, lakini utaishia kwenye aya ya 7, na kila mara moja utakapokuwa unasoma mwisho hapo kwenye hiyo aya ya 7 utairudia hiyo aya mara 7. Baada ya hapo ukishamaliza, lala usingizi wako, muombe Mwenyezi Mungu jambo lako. Mwenyezi Mungu, mimi nataka nimjue mbaya wangu, nataka nijue nini shida ya hii tatizo, nataka Mwenyezi Mungu unipe ufumbuzi kwa kupitia hiyo sura na aya hiyo ya 7 niliyokuelekeza hapo. Biidhnillah, utakapolala kwa nia maalum, basi kila jambo ambalo limefichikana wewe linalokutatiza utapata ufumbuzi wake ukiwa katika usingizi. Utapata maelekezo yake ukiwa katika usingizi. Utapata kumjua mpaka adui yako ukiwa katika usingizi kupitia sura hiyo na aya hiyo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.